Sasa tunakuja ponda pili katika mtaa fulani. Yupo mtu mmoja na familia yake. Bwana ni kwamba ni mtu ambaye anapenda sana kunywa pombe, anaishi na watoto wawili. Sasa mtoto wake wa mwisho ambaye ni wa kike kidogo tumbo lake linamsumbua. Yule mtoto anasema upate tumbo linaniuma, ni kaka tumbo linaniuma kaka. Sasa huyo mtoto wa kiume ndo mkubwa, alafu huyo mdogo hapo ndo yani huyo wa kike hapo ndo mdogo. Sasa tumbo linamsumbua. Baba ndo hivyo, ni mtu wa kunywa tu pombe, analewa. Dogo atafanyaje? Tapata wapi pesa? Akaona mtesti mzee, labda baba anaweza akampatia pesa kwa ajili ya kwenda kununua dawa kwa ajili ya mdogo wake. Mzee anakunywa tu mapombe, anamuogopa, mzee anawapigaga kinyama. Kwa anamuomba kimachale kwa wasiwasi yani. Baba. Huyu dogo amesema kwamba anasikia maumivu makali sana. Mzee anasema nyamaza, kaa kimya wewe. Mzee hataki kusikia chochote kile. Amthamini mwanae, yeye anathamini tu pombe. Hawa watoto ni kwamba wanaishi katika mazingira magumu sana. Baba. Huyu dogo amesema kwamba anasikia maumivu eti. Shikruptanika. Ni baba unyamaze pumbavu wewe. Takupiga. Wewe kumeni kumbe alikuwa ni mwazo. Huyu dogo ni mwanadamu ambaye sio kawaida. Ana uwezo wa kuona tukio ambalo halijatokea. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kwa amegundua. Kwamba kama akimwambia mzee atamletea shida. Ni kwamba aliona tukio linalokuja. Ni kijana ambaye ana uwezo kidogo wa tofauti sana. Akamwambia nyamaza. Kwa hiyo akashindwa kumuomba mzee kwa sababu mzee atampatia kichapo. Mzee atampiga. Sasa anapiga makelele. Unapuuza unapiga tulieni hapa. Bwana. Kilichotokea ni kwamba maskini Mungu mzee aliwapiga watoto wake, aliwapiga kinyama. Aliwapiga mpaka basi baadaye alitoka udogo. Japo alikuwa ameweza kuchezea kichapo, ndio mtu ambaye alikuwa ameweza kupigwa, alimkinga mdogo wake. Mzee alimpiga mpaka basi. Dogo aliona pana, uvumilivu ulimshinda, hawezi kumuona mdogo wake akiteseka. Alichofanya ni kwamba aliona akatafute namna ya kupata dawa kwa ajili ya mdogo wake, lakini wakati huo kuna mtu mmoja ambaye alikuwa mbali na mtu huyo alianza kumfuatilia udogo. Ni kijana ambaye ana uwezo wa ajabu kidogo. Alikuja katika duka la dawa kama kwamba pesa ambayo nayo haitoshi. Alikuwa na kiasi fulani, sasa kwa bahati mbaya pesa haitoshi maskini Mungu. Tapati yapi pesa? Mzee ndo hivyo. Ni katika mitaa fulani. Hapa kuna bwana mmoja ambaye anafanya kazi ya kuuza vitu tofauti. Mdogo akapiga mahesabu ya chapchapu. Huyu bwana anauza matunda hapa. Boss, habari yako? Karibu sana. Mwamba akajisahau akaweka hapo pesa. Alafu chalia na shida na pesa. Akazitamani zile pesa kwamba apite nazo ili tu azipata kanunue dawa kwa ajili ya mdogo wake. Akaona zibe. Wewe mpuzi, dadiki zako. Wewe ukameni kumbe alikuwa ni mawazo tu. Alishapata kuweza kuona tukio ambalo linakuja. Kama nilivyokuambia kwamba ni mtu ambaye ana uwezo wa kuona tukio ambalo alijafika alijatokea. Kwa hiyo ana uwezo wa kulikwepa. Akajua nini ambacho kitu ambacho kitatokea itakuwa hivi. Kwa hiyo ile akwepe basi akaingia kwa makini zaidi. Yes, akataimu kijanja kwa anabadilisha tukio ambalo halijatokea. Kama ni kukamatwa, atafanya mpango asikamatwe kwa sababu ameshaona tukio linalokuja. Ni ana uwezo wa ajabu, akachukua zile pesa na kukimbia. Wewe mwizi kamata mwizi. Ndio akafanikiwa, lakini ghafla akampamia mtu fulani, mtu asijulikana. Mtoto ni mchawi balaa. Nataka kutoroka. Sasa mtu alomshika naye pia uwezo wake sahaba. Wote wanamiujiza. Dogo akajaribu kutoroka. Yaani anapotea kimuujiza. Akapita pona pili, akijua kwamba akamkimbia mtu ule. Kimbia kweli. Kwa nini yuko na pesa? Lakini kilichotokea ni kwamba alikutana naye tena. Huyu naye pia sio mwanadamu wa kawaida. Wote si wanadamu wa kawaida. Na huyu jamaa kazi yake ni kuwakamata watu kama hawa, watu ambao wana uwezo wa tofauti. Watu kama hawa haitaki kuishi katika dunia kwetu sisi. Kuna dunia yao special. Na huyu jamaa kazi yake ni kuwawinda watu kama hawa. Akamwambia acha kufanya hivi. Dogo akajaribu kutumia uwezo wake lakini ndio hivyo. Bwana anasema nimesema hakuna chochote kile cha kufanya. Basi nakuomba acha kufanya haya na unifuate mimi. Sawa. Dogo anasema tafadhali sana mheshimiwa, naomba nisamee. Hajushi, naomba nisamee sana Hajushi. Ni charmshanya. Jamaa anasema makosa si yako mtoto. Haya ni makosa, yani hili ni kosa ya hatima yako. Hatima yako ndio imekuwa hivi. Kosa sio la kwako bali kosa ni la hatima yako. Kwa hiyo ni muda
wa kumtoa katika hii dunia kuna sehemu special za kwenda kuhifadhi watu kama hao. Dogo anasema mdogo wangu anaumwa. Mdogo wangu hakika anaumwa. Tena anaumwa sana. Kwa ndo maana basi nilienda kuiba hizo pesa ili tu nikanunue dawa kwa ajili ya mdogo wangu. Kwa hiyo naomba tu naomba niache niende. Huyu jamaa anasema 네 운명이라고 생각해라. wewe fikiria tu kwamba hapa ndo hatima yako, yani kwamba hapa ndo mwisho wako, hatima yako ndo kama hivyo. Maskini Mungu, mtu hapa hakumuelewa udogo. Aliona tu basi ni kwamba mteketeze. Na huyu jamaa anatokea katika kitengo fulani hivi cha wachawi, wenyewe wanajiita secret witches. Kazi yao ndo kama hapa, na wako watu wengi, hususan huyu jamaa, na pia kuna wenzake wengine huko. Anamyeusha kama hivyo hapo. Hapo ni kwamba anampoteza, lakini nafsi yake inakwenda kuhifadhiwa katika chupa fulani hivi ya special. Ni kwamba alimteketeza namna hiyo. Kilichoonekana ni pesa tu. Bwana, katika dunia sasa kuna watu tofauti. Istosha pia target ya huyu jamaa, either target na wenzake ni kumpata ule mtu ambaye anasimamisha muda. Yule kijana ambaye tumemwona wanamuita Junuu, yule ambaye mwanzoni kabisa katika episode ya kwanza alifanikiwa kuchukua ule mchoro. Sasa naye pia ni target yao. Bwana, basi 신의 하수 huyu ndio kiongozi wao. 세상에 Huyu jamaa anamuita 능력을 다시 소환하고 그리고 Mr. Park. Anamuita Mr. Park ndiye kiongozi katika kikundi chapa cha wachawi. Kuna vijana wengi kweli. Sasa hiyo nafsi ni kwamba ilikuja kuhifadhiwa katika hiyo chupa. So mara ya kwanza wanafanya hivyo, wanawatafuta nini kama vile wawindaji. Haya. 들이 왜 태어나냐? Yupo kijana mmoja ambaye aliuliza kwamba mheshimiwa, ni kwa sababu gani watu kama hawa wanazaliwa katika hii dunia? Huyu jamaa anasema ni simple sana. 쉽게 얘기하면 Unakuta mtu unazaliwa na uwezo, lakini uwezo wako unautumia kinyume. Unakuta mwingine anatumia uwezo wake kwa ajili ya kuwadhuru wenzake, aidha kwa ajili ya kufanya vitu ambavyo si salama, aidha kinyume na wanadamu wenzake. Kwa kazi yao ni kuwakamata watu kama hao, na target yao kubwa ni kumkamata yule mtu ambaye anasimamisha muda, ndio target yao kuu. Na kuna watu mbalimbali ambao wana uwezo wa ajabu, lakini wanafanya kinyume na jinsi inavyotakiwa. Hiyo ndio kazi yao. Na ndio kiongozi wao anamuita Mr. Park. 그럼 세상이 어떻게 되겠어? 어지러워지지. 뭐 이런 뻔한 Hasema ndo kama hivyo jamani. Kwa kazi yetu sisi hapa ni kuadhibiti watu ambao wanatumia uwezo wao kitofauti kabisa. Bwana. 그러한 능력자들을 잡아서 어지러운 세상의 균형을 Hasema na sisi kazi yetu ni kuwakamata watu, nadhani kuwakamata kuna 근데 cheo fulani ambacho napatiwa. 능력자들은 Wana mambo hayo. Na target yao ndio yule mtu ambaye anasimamisha muda, lazima wampate yule dogo ambaye anamuita Junuu. Sasa nafikiri kwamba hapo inakuaje? Na yule jamaa ni shida, ni hatari kweli. Wanamtafutaga na kuna namna ya kumkamata, kwa sababu ukimwendea kichwa inakuwa ni hatari. Bwana. Aise. Kumbuka ni mwanzo tu. Wewe unafikiri kwamba inakuaje? Huyu kijana atapatikana, kijana ambaye anamuita Junuu. Yule kijana ambaye ana uwezo wa kusimamisha muda, kwa sababu naye pia ni mtu ambaye anatafutwa, istosha ana uwezo wa ajabu, na ndio kama hivyo anatumia uwezo wake kusimamisha muda, naye pia anatakuwa kamatwe. Na sio mtu ambaye ni mrahisi, ni hatari kweli ukijana.